Leo tunapenda kujifunza umuhimu wa kufunga na kuomba, umuhimu wa maombi, lakini pia tutaelezea kufunga kwa sababu yako maeneo ambayo yanatulazimisha kufunga. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapenda kuangalia umuhimu wa kufunga na kuomba. Kuna mambo ya msingi sana ambayo nitataka uyafikirie kama wewe binafsi. Bwana asifiwe. Labda nianze na tafsiri katika Biblia. Tafsiri ya kibiblia ya kufunga ina maana ni kutokula, kujitenga na chakula. Kuna wakati watu hujitenga na chakula, kuna wakati watu hujitenga na maji ili kuleta matokeo au kubadilisha mazingira ambayo yasingeweza kubadilishwa kwa njia ya kawaida. Yapo mambo katika maisha yetu, yapo mambo katika familia zetu yanayotutaka tuchukue hatua nyingine ya kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe. Kupitia kufunga na kuomba. Kusudi kubwa tutaibunisha hapa, lakini niseme mtu anaamua kutokula. Chakula kipo, sio ukosi chakula useme umefunga, uko sio kufunga. Chakula kipo, lakini mtu anaamua kuacha ili kumtafuta Mungu aingilie kati mambo fulani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema kufunga sio kitu mwili unakubali. Kufunga sio kitu mwili unakubali, yaani kuacha chakula kwa ajili ya kumtafuta Mungu ili aonekane kwenye jambo fulani, ili aingilie kati jambo fulani, sio kitu rahisi. Bwana asifiwe. Lakini kuna nyakati za dharura ambazo unatakiwa kuomba na kufunga. Na sio nyakati za dharura tu. Tunasema kufunga na kuomba ni desturi ya watu wa Mungu. Kwa hapa tunasema tendo hili la kufunga na kuomba linaleta mpenyo. Ni tendo au ni maombi ambayo yanaleta mpenyo katika maisha yako, katika ukuaji wako wa kiroho. Kwa hiyo huu unatakiwa kuwa ni mtindo wa maisha. Sema maombi ya kufunga ni mtindo wa maisha ya Wakristo. Sema maombi ya kufunga ni mtindo wa maisha ya Wakristo. Amina. Naomba mtu mmoja asome katika Mathayo 4 mstari wa 2, alafu mwingine atasoma katika ile Mathayo 6 mstari wa 18. Naomba fanye haraka hapo. Mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Turudi kwenye hili kusudi la kufunga. Unajua kufunga ilikuwa ni desturi ya Agano la Kale, ilikuwa ni kitu cha kawaida. Yaani ni desturi, tuseme ni desturi, ni kitu cha mara kwa mara. Na watu waliishi hivyo. Matukio mengi tunaona watu wa Agano la Kale wakifunga na kuomba, lakini pia tunaona katika Agano Jipya. Bwana asifiwe. Watu waliishi bila kula wala kunywa kwa muda fulani, kwa kusudi fulani. Kwa hiyo inaonyesha kufunga na kuomba ilikuwa ni tendo endelevu kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Kwa sababu sasa hivi kuna wengi wanasema kufunga sio lazima, wanatafuta njia mbadala. Hakuna njia mbadala. Kwa hiyo hii tunaona ni desturi
Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Wayahudi kama kanisa na taifa la Mungu, tukisema ni taifa la Mungu lililochaguliwa, walikuwa wana mifungo mingi sana. Kwa nini kufunga ni muhimu? Tunaona mashujaa wote wa imani, kama tunataka Ukristo uendelee, kama tunataka mambo ya kiroho yaendelee kuinuliwa na tumone Mungu, lazima tufunge. Musa alienda mbele za Mungu akamuomba Mungu kwa kufunga na kulia, na Bwana akatokea. Sema haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Nehemia, lakini pia tunaona Esther akifunga kubadilisha taratibu na mawazo yaliyokuwa yanaendelea ili kuangamiza Waisraeli. Katika kufunga ni penyo mkubwa unaoleta fursa ya Mungu kuingilia kati na kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Sasa tunasema hapa, kwa nini tufunge? Kwa nini tufunge? Tunaona kufunga kwanza ni kanuni tunayopokea kutoka kwa Yesu mwenyewe. Sisi tunaitwa Wakristo. Sasa sisi wafuasi, Kristo mwenyewe alifunga. Bwana asifiwe. Amen. Kristo mwenyewe alifunga, kwa hiyo tunapata kigezo hapa kikubwa. Kwa hiyo hii ni kanuni ya msingi ya kuishi maisha ya kimungu. Anapozungumza Bwana haisemi unapojisikia kufunga. Hello. Kwa hiyo hii inaonyesha sio kitu mtu anataka. Ni kanuni ya kila Mkristo kufunga na kumtafuta Mungu kupitia maombi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Yesu mwenyewe akionyesha mfano huu. Alifunga, jamani, Yesu alifunga siku ngapi? Alifunga siku 40. Ilikuwa ni sehemu kubwa sana katika maisha ya Yesu. Yesu ndiye aliyefanyika mwanadamu, lakini alifunga siku 40. Na alienda nyikani, tunaona huko akijaribiwa. Kwa hiyo kufunga ni kutii mafundisho ambayo Yesu anayatoa. Maombi ni sehemu ya watu wake. Hakuna njia mbadala. Sema hakuna njia mbadala. Yesu mwenyewe ametuonyesha njia ya kuomba, lazima tuombe na kufunga. Lakini pia kwa nini tuombe na kufunga? Tunasema ni njia ya kuonyesha unyenyekevu mbele za Mungu. Kwa nini kufunga? Maana mtu anaweza kusema, kwa nini Mungu asikii? Kwa nini Mungu jamani ajibu? Kwa nini tufunge? Ni njia ya kuonyesha unyenyekevu, njia ya kuonyesha na kuhitaji Mungu. Ni njia ya kuonyesha niko chini Bwana, niko chini yako, nahitaji neema yako. Yako mambo lazima Mungu afanye kwa kuingilia kati katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona katika kufunga ni njia ya kuonyesha unyenyekevu mbele za Mungu ambayo inajumuisha toba. Bwana asifiwe. Mungu anajibu tunapojitoa kwa mioyo yetu yote. Nimefurahi wimbo wanasema maombi yangu ndio yafike moyo uliopondeka unajumuisha kujitoa na kuomba. Bwana asifiwe. Na kuomba, wakati mwingine ni kuomba kwa ajili ya familia yako, wakati mwingine ni kuomba kwa ajili ya watu wako, wakati mwingine ni kuomba kwa ajili ya nchi yako. Kushuka ili Bwana afanye jambo. Haleluya. Onyesha unyenyekevu wa kumtegemea Mungu. Kufunga kuonyesha kwamba Bwana niko chini yako, nahitaji unyenyekevu. Yaani niko chini yako na kuhitaji. Tunaona katika maandiko hata katika ile Zaburi 65 ile tunaona maombelezo ya Daudi. Alinyenyekea moyo wake kwa kufunga na kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kuhitaji maelekezo na mwongozo wa Mungu. Sisi kama wanadamu akili zetu zina mipaka.
Unaweza ukafanya jambo ukafikiri ni jema, lakini kumbe ndio unaharibu. Kila hatua tunayofanya tunatakiwa kumtafuta Mungu katika maombi. Bwana asifiwe. Sisi kama wanadamu unasikia kujua mapenzi ya Mungu. Nikiangalia ile Matendo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 3, naona viongozi wa kanisa walifunga na kuomba wakitaka maelekezo au mwongozo wa Mungu. Mara ngapi tunafunga kuhitaji mwongozo wa Mungu katika maisha yetu? Mara ngapi tunafunga na kuomba tukitaka Mungu aingilie kati maisha yetu? Unajua shida ya mwanadamu? Shida ya mwanadamu mipaka yetu. Unajua leo tu, lakini kesho yako huijui. Unajua saa hii tu, lakini familia yako utajua inakuaje. Hello. Hujui chochote kinachoendelea. Na ndio maana lazima tumtafute Mungu. Sasa hawa naona hapa walikuwa wamefunga na kuomba, viongozi hawa wakaomba na kutafuta mwongozo wa Mungu. Na hapa tunaona Mungu anajibu. Mungu alijibu katika ile Matendo sura 13 mstari wa 1 mpaka 3, anasema nitengeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi. Ni muhimu sana kufunga na kuomba, kutafuta kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Usifike vile ulivyo. Hebu sema ninamhitaji Mungu. Sema ninamhitaji Mungu. Bwana sasa. Naomba nikwambie kitu. Kuna mambo katika maisha yetu hayatawezekana bila kuomba na kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwa nini tufunge na kuomba? Kwa ajili ya ushindi binafsi. Utapokea ushindi binafsi katika maisha yako. Ushindi binafsi utatokea wewe unapomtafuta Mungu. Unajua mtu akishaokoka, umetangaza nini jamani? Vita na nani? Shetani. Sasa shetani unaweza kumpiga kwa nguvu. Kwani shetani unaona shetani kwa macho? Ni vita katika ulimwengu wa roho. Kwa hatuwezi kuona shetani kwa macho. Kwa hiyo haya maombi yanafanya sasa, maombi ya kufunga ni silaha kubwa zaidi ya vita. Bwana tusaidie. Ndio maana tunasema tunamhitaji Mungu katika maombi haya, kwa sababu Mungu yeye habadiliki. Kwa tunapotafuta yanayojua kesho yetu, anatuongoza kwenye hatua sahihi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatuongoza kwenye hatua sahihi, anatokea ushindi endelevu katika maisha yetu. Kwa hiyo ushindi binafsi, ushindi wa kuendelea na Injili, ushindi wa kuendelea kumwamini Kristo hata utakapopitia changamoto. Maana wengine huwa wanafikiri wakija kwa Yesu ni amani tu. Sio? Tambalale kwa Yesu hakuna milima. Sio? Tunafikiria nini? Yaani ni raha tu. Hujaja hapa kwa ajili ya baraka tu. Baraka zinatakiwa zikufuate ukisimama kwenye mapenzi ya Mungu, ukiwa tayari kukutana na mambo yote. Bwana asifiwe. Yaani ndio maana tunaambiwa katika ile Kumbukumbu la Torati 28, baraka zitakufuata kila mahali ukifanyaje? Ukitii nini? Sheria za Mungu. Tunapotii baraka zinatufuata. Kwa hiyo hatujaja kwa ajili tu ya kupata baraka. Jamani, huu sio mgodi. Hello. Tufanye kwa zile kubwa tunayotaka ili azinyoshe hatua zetu. Maana baraka tunazozipata zisije zikawa tena za maangamizi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunasema ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu. Lakini najiuliza tena, kwa nini tunasisitiza tunatakiwa kufunga na kuomba?
tunatakiwa kufunga na kuomba ili kuvunja ngome za shetani katika eneo fulani kwenye maisha yako. Shetani mwenyewe hawa mapepo wako wa kawaida, lakini wako wenye nguvu zaidi. Kuna nyakati tutapambana na nguvu zisizo za kawaida. Ndio Yesu akamwambia nyinyi msijisumbue. Yaani kuna wakati ndio utataja jina la Yesu, lakini kama halina nguvu nyuma yake halitafanya kitu. Bwana tusaidie. Tunahitaji tunapotaja jina la Yesu, kwa jina la Yesu kuna kuwa na nguvu ya kusisitiza. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunasema maombi ya kufunga na kuomba yanatupa mamlaka. Nini anakupa na anaongeza mamlaka. Kuna eneo fulani katika maisha yako au katika familia yako, kwenye nyumba yako, hivyo vita huwezi kuvipiga kwa nguvu ambavyo viko katika maisha yako. Hivyo vita huwezi kuvipiga kwa kuwa na akili nzuri tu. Halo. Hivyo vitu huwezi kuvipiga kwa kusema mimi yani sijafanya chochote. Tunahitaji nguvu ya kiroho ambayo inapatikana katika maombi ya kufunga. Tunasema, unasikia? Maombi ni silaha ambayo ibilisi haiwezi. Sema maombi ni silaha ibilisi haiwezi. Inapenya popote, hata mahali pasiri. Haleluya. Kupitia maombi popote. Tunaweza tukaomba Ulaya, kwa ajili ya Ulaya. Tunaweza tukaomba mahali popote, hata ambapo huwezi kufika wewe mwenyewe binafsi, lakini tunaomba katika ulimwengu wa roho, tukiomba kwa jina la Yesu na tukasapotwa na hiyo nguvu ya maombi ya kufunga. Nasema mishale, yani maombi ile silaha kubwa kuliko zote, inapita na kuharibu kazi za shetani. Haleluya. Hata kwenye familia yako mambo yasiyowezekana kupitia maombi yanavunjwa na kuharibiwa. Yaani nguvu zote za giza zinaharibiwa. Yule mtu aliyeshindikana, usiyokapigana naye kwa mikono. Ingia katika maombi, funga na kumtafuta Bwana afanye kitu. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo maombi huongeza nguvu ili kuharibu ngome za ibilisi.